uongo, with goodness, ni kwa sababu ya with goodness, kwa sababu ya uzuri. This reminds me something. Hii ninamkumbusha kitu. In the book of Chronicles, Kitabu kile cha Kroniki, chapter number 20, ile ni fungu la we see a man of God called Jehoshaphat. tunaona mtamaa anaitwa Jehoshaphat. The three nations rose against Jehoshaphat. Kuna watu waliinuka pale kinyume cha Jehoshaphat. They rose against the people of Judah. Aliinuka pale kinyume cha watu wa You Yuda. know what Jehoshaphat did? Unajua vile Jehoshaphat alifanya? He did not lift a finger. Hakuweza kuinua kidole. The Bible says that he chose to inquire of the Lord. Biblia inasema kwamba yeye aliweza kuuliza And kutoka kwa God Mungu. sent a prophet Na Mungu akamtuma nabii with a response. akiwa amebeba You do not need to fight. hauhitaji kupigana. The fight is not yours. Vita sio vyako. The fight is Lord's. Vita ni vya Mungu. The battle is Lord's. Vita ni vya And the Mungu. Bible says Na Biblia the inasema following day they marched to the battlefield, siku ya pili wakaenda but not to fight. ili wasiweze kupigana. Because God had put in disarray Kwa sababu Mungu alikuwa ameweka the enemies. hilo pale kwa They maana fought amongst themselves. kabla watajijua They wenyewe killed themselves. wakapigana wakaua But they wenyewe. left something there Lakini wakaacha kitu for the people of kwa Judah. sababu ya watu wa The Yuda. people of Judah marched there Watu wa Yuda wakafika to pale take the great things, ili wakachukua vitu the vikafanya fortunes na pale that katika God had for them. ile kitu Mungu alikuwa They yote are kwa enemies. sababu ilikuwa ni So yake. I can say boldly, Kwa hiyo ninaweza sema enemy, you are too late. maadui umechelewa. Brother, you are too late. Maadui umechelewa. You should have stopped this project Ungeweza kusimamisha in January. kule mwanzoni. You are too late. Umechelewa. You should have dealt with my family Ungeweza kuwa umepigana when I was ignorant. wakati nilikuwa But now I can fight the good fight of lakini faith sasa ninaweza pigana vita vizuri vya and Mungu. press you on to the mark. Na nikafike pale katikati I yangu. know God. Ninajua Mungu. I know my God. Ninajua baba yangu. And he says that he will not leave me, Na anasema wezi niache nor forsake me. ama kanilipiga But now hear this. You are too late. Because I'm in a sensual niko katika hali of glad tidings. ya kufanya makuu ya Mungu. Listen, Nataka ukasikize. the Bible says in the book of Luke, Biblia inasema pale kitabu kile cha Luka chapter 2, verse 26, 2:26 that in the 6th month, ya kwamba katika mwezi wa 6 Angel Gabriel was sent to a virgin. malaika Gabrieli akatumwa kwa This means hizi vitu that the 6th month ya kwamba mwezi wa 6 is a month of glad tidings. ni mwezi wa kufanya makuu. Is a month that which you have conceived in you. Ni mwezi wa kile ambacho ulikuwa umebeba You ndani yako. cannot miscarry. Hauwezi ukaafya tena. Because God initiated the project. Kwa sababu Mungu alikuwa ameweka pale kwa ile mjadala. So this project that you come up Na with, hivyo hii mjadala ambao umekuja you are not miscarrying it. hautaenda kuafya. Because it is the seed of Kwa God. sababu ni mbegu ya It Mungu. is God's planting. Ni Mungu ameipanda. God's planting. Ni kipando cha Mungu. Isaiah calls it as the tree of righteousness. Isaia anakiita ya kwamba ni mti wa ukamilifu. Jesus says, Na Yesu anasema any planting of God kila upande wa Mungu can never be uprooted by any natural means. haiwezi kamweleka na kita. So the people of no longer will have to know Kwa hivyo watu wa Mlolongo lazima mkajue that Trinity Light Church is a church of God. ya kwamba Trinity Light By God itself. imepandwa hapa na Mwenyezi The Mungu. project will start, yes, Ile madeni ambayo tunaenda kufanya na and it will be completed in Jesus' na name. itaenda kufanyika katika In